Kuna kauli moja inasema kwamba mapenzi ni vita. Na mimi nimeamua kuwa mpiganaji rasmi. Baby. Yes, husband. Come. Unajifanya unajua sana kutengeneza drama, sio? Hili nimekupa ni onyo tu. Siku nyingine ukirudia kufanya ujinga, nitakupa upako mafuta ya nazi. Pumbavu wewe. Nishinda kuificha siri ya love and pain siri ya fungua macho yako moyo one nina Karibu. Za masomo nzuri. Ndio hivyo tena, mimi nimemaliza sasa. Hongera sana mwanangu. Asante. Hatimaye na wewe umehitimu. Haya, kabadilisha nguo basi. Na mimi namalizia kazi zangu hapa, alafu tukae tuongee vizuri, sawa? Sawa mama. Haya. Nishafika, nipo hapa nje. Sasa unasubiri nini kuingia kati? Nishakupa maelekezo yote. Uliniambia ni bot, bado sijamlipa wewe boda. Ngoja nakuja. Hapo. Aisee. Hatujaonana muda mrefu mama. Ni kweli kabisa. Vipi lakini rafiki yako anaendeleaje? Rafiki yangu anaendelea vizuri tu. Kwani amwasiliani? Mimi kila nikimpigia simu ananiambia yuko busy. Sasa sijui hata kinachoendelea ni nini.
Mimi nadhani itakuwa ni kazi tu zinambana sana. Na ndio maana hata leo ameniagiza nije hapa. Yaani ndo amekutuma wewe? Ya. Amenituma ni kuhusiana na hili swala la mwanamke anaishi naye. Sasa ameniambia nije hapa unielekeze anapoishi yule mwanamke. Kuna mambo kidogo nataka nikaongee na mzazi wake. Mbona kama sikuelewi? Arakea anapajua nyumbani kwa huyo binti. Sasa inakuwaje kutuma tena kwangu mimi ndio nikuelekeze? Nimeshajichanganya tayari. Namaanisha hivi, amenituma unielekeze njia rahisi ya kufika kule kwao. Maana yamepasahau kidogo. Au kama utakuwa na namba yake ya simu, unaweza ukanipatia ili nimpigie niende moja kwa moja. Haya. Ngoja tu nikupe namba zake umpigie. Sawa. Simu yangu sijui iko wapi. Subiri kidogo nakuja. Sawa. Hapa kidogo tu niharibu hapa. Ila sema fresh. Acha nipe namba zake. Nimekuita kwa kazi moja tu. Mama, tufanye haraka tusipoteze time. Jamani baby, mimi niko sawa tu nakusikiliza wewe. Sasa unanisikiliza nini? Wewe ndo mwanamume, unabidi uniandae mimi mwanamke. Nikuandae? Tunaenda wapi? Ina maana unajua kumwandaa mwanamke? Kwa hiyo wewe hujui kazi yako ile kuleta hapa, sio? Naijua, ndio maana nikakwambia uniandae. Yaani mimi nikuandae, alafu tukimaliza nikulipe. Hiyo ni haki? Au kama kuna umuhimu kujiandaa, jiandae, ukimaliza nishtue. Ina maana wewe hata kunishikashika nini? Nikushike nini bana, fanya haraka tuondoke, nimeshachelewa. Mama, ina maana kaka Arakea ameoa? Sijanielewa. Nimeamaanisha anaishi na huyu mwanamke ambaye nilimtafutia. Sasa si ndio hivyo? Kama anaishi naye na wazazi pande zote mbili mmekubaliana, ina maana mmehararisha. Hapana. Hakuna ndoa ya hivyo. Ni vile tu kaka yako ni mbishi. Anashindwa kabisa kunielewa mimi. Na siku hizi kila nikimpigia simu ananiambia yuko busy. Nashindwa hata sijui nifanye nini mimi. Usijali mama. Hapa cha muhimu ni kuongea nao wote wawili ili watupe mwafaka wa mahusiano yao. Labda kwa sababu umerudi wewe ndugu yake, uongee naye mwenyewe. Huenda akakuelewa. Usijali mama, taongea naye. Sasa mama, ngoja niende kwanza kwa rafiki yangu nikaone kama yupo. We mtoto, hata hujakaa umeshaanza kuswampa. Nakuja sasa hivi mama. Haya, ukienda msalimie.
Karibu. Asante mama. Nakusikiliza. Kwanza nashukuru kwa kuweza kunikaribisha nyumbani kwako. Alafu pia lengo la kuja hapa nimekuja kusalimia tu na kukujulia hali. Ukiwa kama mama ambaye binti yako anaishi na rafiki yangu RK. Ina maana ndio umetumwa na ule kijana, si ndio? Hapana. Mimi nimekuja kukujulia hali tu. Ila pia kuna jambo nimekuja kuleta kuongea na wewe. Sasa sijui utaamua nini kama nikikwambia. Sasa nakwambia hivi, nenda kampe taarifa huyo rafiki yako kwamba muda wowote anaingia katika matatizo makubwa. Nilishamwambia amrudishe binti yangu hapa. Amekataa. Na mpaka sasa hivi sijui anaishi naye vipi. Sasa atajuta kuishi na binti wa watu bila makubaliano. Sawa. Mimi nafikiri nitamwambia hivyo. Lakini pia ni jambo ambalo limenileta hapa kwako. Nilikuwa nataka nikwambie hivi. Ni bora ufanye chochote tumrudishe binti yako hapa nyumbani. Kwa sababu kule alikuwa anateseka sana. Yaani maisha anaoishi na rafiki yangu ni magumu sijawahi hata kuona. Kwa hiyo unataka kusema binti yangu anateseka? Sana. Yaani anateseka sio kidogo. Alafu sasa rafiki yangu ana mkono wa kupiga. Sidhani kama atakuwa hampigi binti yako. Nashukuru sana kwa kuniletea hizi taarifa. Ngoja nizifanyie kazi. Sawa mama. Nimekuambia tu, ila sio kwamba mimi ni mbea, ila nataka ujue maisha anaoishi mwanao. Asante mwanangu. Haya, ngoja basi mimi nikuache, uendelee kubaki na siku njema. Sawa. Karibu. Waisha. Twende taratibu. Simama hivi. Haya. Karibu sana mpenzi wangu. Nifungue sasa. Okay. Na kufungua. Halafu utaitazama zawadi yako, utaisoma, then kuna kitu nitakwambia. Yapitia huba siria huba mapenzi. Fungua macho yako moyo uone ninayoyapitia. Napita Zawadi hii ni ishara ya upendo. Najua ina thamani ndogo sana, lakini ina maana kubwa sana kwangu. Right, kama moyo ungekuwa unaongea, basi ningeutoa nikupe usikie. Uende ungeuelewa jinsi gani unavyokupenda. Natamani ningekuwa ala za muziki, ili kila siku nikubembeleze kwa maneno matamu ya mapenzi. Asante sana kwa zawadi.
lakini pia namshukuru Mungu kwa kuniletea mwanaume nilikuwa namhitaji na kuahidi kukupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Nimeamua kujitoa kwa kukupenda, kukujali na kutimiza kila hitaji la moyo wako. Naomba tusichoke kunivumilia kwa sababu wewe ni taa katika giza la moyo wangu. Ondoa shaka bibi. Mimi ni wako daima. Okay. Kata keki yako. Ukisikia mama yako amekufa, wala usishangae. Binadamu tumeumbiwa kusahau mabaya tuliyowatendea wapendwa, fiwa ulia machozi ya kweli. Nimefikwa msiba wa penzi lako, nina aiba ya aibu moyoni mwangu, sina siri kwenye mapenzi ndio